Shalom, kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Saa hii ninataka nikuletee neno la Mungu kwa ufupi. Nataka nizungumze kuhusiana na maombi. Kwanza kabisa, Mungu hawezi kujibu maombi yako kama huombi. Ili maombi yako yajibiwe, ni lazima uombe. Manake hata kama unahitaji kazi mahali, ili kusudi uweze kujibiwa ya kwamba kuna nafasi ya kazi au la, lazima upeleke maombi. Maombi hayo unaweza ukaenda kwa kuomba kwa kupitia njia ya mdomo kwa maelezo, au ukaenda kwa kuomba kwa kupitia njia ya kupeleka CV zako. Sasa ninazungumza habari ya maombi, kumwomba Mungu aliye hai, Mungu aliye juu. Mungu ni Mungu aliyeko karibu nasi na ni Mungu anayejibu. Lakini ili ajibu ni lazima tuweze kumwomba. Ndio maana kwenye kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza mpaka ule wa 8, maandiko yanasema kwamba Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mmoja mjane aliyekuwa akimwendeaendea akimwambia, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda yule kadhalimu alikataa, lakini mwisho akasema, japokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananijiajia kila siku, basi itabidi nimpatie haki yake upesi, asije kanichosha kwa kunijia daima. Akasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Akasema, nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataikuta imani duniani? Kwa maana hiyo Mungu atatenda pale ambako unaendelea kuomba, usipochoka kupeleka haja zako mbele zake. Lakini anapojibu, je, ndio unaishia hapo habari yako wewe na yeye, au utaendelea na yeye, utazidi kushikamana na yeye? Kwa hiyo hata unapoomba na Mungu akikujibu, basi endelea kusimama naye, usirudi nyuma, zidi kusonga mbele, ili kusudi Mungu azidi kuwa karibu yako, hata linapotokea jambo lingine aweze kukujibu kwa majira na wakati